Tangu siku nilipogundua ya kwamba asilimia kubwa ya vitu vingi ninavyomuomba Mungu kwenye maisha yangu, Mungu amekwisha kuviweka kwa watu, niliacha kuchukulia watu poa. Yani nilipunguza kuchukulia watu poa. Niliacha kudharau watu. Leo hii unaweza ukahisi ya kwamba hicho unachomuomba Mungu kitatoka mbinguni moja kwa moja. Si kweli. Vingi sana unavyomuomba Mungu, Mungu amekwisha kuviweka kwa watu. Na ni watu hawa ambao wametuzunguka tu kwenye maisha ya kawaida. Wala usizanie kwamba vimewekwa kwa matajiri. Usizanie kwamba vimewekwa kwa mabosi wakubwa. Hapana, vimewekwa kwa watu hao ambao tunaishi nao kwa kila siku. Yamkini unaweza kana mtu unayemdharau leo hii ndio mtu ambaye Mungu ameweka hicho kitu unachomuomba kwake. Hivi leo hii ni nani angefahamu ya kwamba sababu ya kuponywa kwa Naamani ukoma kuliwekwa kwa house girl, yani mfanyakazi wa ndani? Kwa sababu mfanyakazi wa ndani ndio aliyempasha habari Naamani ya kwamba kwenye taifa nililotokea kuna mtumishi wa Mungu anaitwa Nabii Elisha. Watu wengi wakienda wenye matatizo kama yako huwa wanapona. Je, kama Naamani angemdharau yule mfanyakazi? Maana tafsiri nyingine asingepona ukoma. Angeendelea kubaki na tatizo lake lile lile. Kuna watu leo hii kwenye jamii wanaotuzunguka tumewadharau na tunaonekana tunaona ni wa kawaida sana. Lakini ndio watu ambao Mungu amewaweka kama daraja la sisi kufika pale tunapohitaji kufika. Kuna mtu anaweza sio na kazi lakini akakuconnect kwenye kazi. Kuna mtu leo anaweza sio gawa na maisha mazuri lakini anaweza kama msaada wewe kufika pale unapohitaji kufika. Mimi nimeshuhudia watu wengi sana. Walikuwa wanaonekana ni wa kawaida lakini waliwaunganisha watu kwenda kwenye hatima zao. Hacha kuchukulia watu poa. Anaweza kaonekana kama hana pesa, hana uwezo wa kukusaidia, lakini akafanyika daraja la kufika katika hatima yako. Heshimu kila unayemuona. Acha dharau. God bless you.